Mgao tukiwa wazima. Amen. Amen. Wimana cyubahiro cyane. Tumpe Mungu utukufu. Haleluya. Haleluya. Sorry. Turayasengera niyo mpamvu. Tunaombea sadaka ndio maana mbizi zimeanguka. Ariko tunapasengera ngo nahatagira ingese n'inyenzi. Tukishaziombea haziwezi. Maze ngamuka ya Pastor James n'abana bishinzwe. Natapfa kuvamo. Amen. Amen. Wimana cyubahiro. Tumpe Bwana utukufu tukiinua mikono. Haleluya. Amen. Turashima Imana. Tunashukuru Mungu. Imana tugiriye neza. Mungu ametenda mema. Tukagira kuri uyu munsi. Tumefika siku ya leo tukiwa wazima. Nikasaba bari hanze. Acha niombe watu wanatembea. Yako ningiri mvugizi nabwira abantu bari hanze binjije. Niko naambia watu wako nje waingie na watu wasiendelee kutokana tuturize hamwe. Tujaribu tutulie mbele ya Mungu. Tuturize hamwe tumve ijambo ry'Imana. Tutulie mbele ya neno la Mungu. Amen. Amen. Twashimye nta yandi magambo menshi tuliweza kutoa shukrani zetu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tutasoma neno la Mungu. Pastor Christina aje kudusomera. Mchungaji Christina atatusomea Abami ba mbere, kitabu cha Wafalme wa kwanza. Abami ba mbere ibice 21 umurongo wa mbere. Sura ya 21 na mstari wa kwanza taendelea. Nange reka some Timotheo. Na mimi nitasoma katika kitabu cha Timotheo. Wa kabiri. Timotheo wa pili. Ibice cha mbere. Chapter 1. Umurongo wa 14 haravuga ngo ikibisanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Amen. Gaya dusomere aho ngaho Pastor. Rero ku murongo wa mbere ngeze kwa kane. Mstari wa kwanza. Geza ku murongo soma ndakubwira. Usoma mstari kwa gatatu garuke kwa gatatu. Abami ba mbere umurongo cyangwa 20 na rimwe umurongo wa mbere kwa gatatu. Sura 21 mstari wa kwanza na wa tatu. Amen. Tusome mu izina rya Yesu. Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Yezereli, yari afite uruzabibu Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati mu ruzabibu rwawe kugira ngo rugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye, zaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banjye. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kuko ijambo Naboti w'Iyezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo ya basogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure, yanga kugira icyo afungura. Ikaraho ngaho kibazo. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tunaenda kuongea neno la Mungu. Nivuga ngo amen. Ikisema amen. Wikiza ngo jaribu muitike amen. Tukoresha umwanya muto ili tuweze kukomboa muda. Ijambo nifuje ko tuganira. Neno tutaongea. Nari kurivuga amagambo menshi. Ningeongea mambo mengi. Kuko nari kwa sababu nilikuwa nimeandaa. Lakini kwa sababu ya muda nitatumia muda kidogo. Ijambo tunakoresha isaha. Kwa neno tunatumia saa. Tunakoresha minota ndetse n'ibyo ngo basinyigeze. Na sitamaliza dakika zinazobaki. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo topic yetu nasema kulinda neza. Kulinda vizuri agakiza kwawe. Wokovu ambayo tumepewa. Kulinda neza agakiza kwawe. Kulinda vizuri wokovu ambayo tumepewa. Agakiza waha. Wokovu ambayo umepewa. Uburyo ukwiye kukalinda neza. Jinsi ya kulinda wokovu. Agakiza. Wokovu tuliopewa. Agakiza wahawe na Yesu Kristo. Wokovu tuliopewa na Yesu Kristo. Ukwiye kukalinda neza. Tulinde vizuri. Abatagafite bataragahabwa. Wale ambao hawajapokea wokovu, tuvuge agakiza kugira ngo ubashe kumva agakiza ugashakisha kugira umenye uburyo washobora. Tutaongea kuhusu wokovu ili uweze kutafuta wokovu. Abagatakaje, wale ambao wamepoteza, kugira ngo babashe kwigira kuri iri jambo, ili waweze kuiga kwa kupitia neno la Mungu, kugira ngo bongere basubire kukurinda agakiza papa, ili warudi kuendelea na wokovu wa Mungu. Amen. Amen. Wimana cyoro cyane. Tumpe Mungu utukufu. Wimana cyoro mama. Inua mikono. Ugeze unavuga wimana tukagira.
waone Biblia umuntu arahaza babona mwese kubimeze mutakiwa hapa naona nyinyi wote. Iyi nzu nyumba hii yubakishijwe ibintu by'agaciro, imejengwa na vitu vya thamani. Kazi ni nzugi ziri hariya, hiyo milango ambayo iko hapo nje, haya mabati bino vyuma, mabati na hizi chuma, na duhagaze na hapa kwa madhabahu ni ibintu by'agaciro, ni vitu ya thamani, ariko si cyane, lakini si sana, kugira ngo hafate umurinzi wo kurinda ibintu by'agaciro zubatse ili watu wachukue mtu wa kulinda vyombo ambavyo viko. Ariko abantu bafata umurinzi, lakini watu wanachukua mlinzi ama mtu anafanya security wo kurinda iby'agaciro biri hano mu nzu, wa kulinda vitu ya thamani ambayo iko hapa nyumbani, ariko hatafashwe umurinzi, lakini bila kuchukua mlinzi wo kubasha kurinda izubatse inzu, wa kulinda material ambazo zinajengea hii nyumba, ariko birimo irusengero biri mu rusengero, vyombo ambavyo viko kwa nyumba hii, intebe amabafure za sente n'ibindi viti na hizi speaker na sente, umurinzi wo kubirinda, wanachukua mtu wa kuvilinda. Amen, amen, haleluya, amen. Nabonyeshe muri kicyumwero hii wiki nimeona barikanze abari hano duma, watu ambao walikuwa kwa maombi walijitolea, koko birumvikana cyane na ni jambo la kusikika, kuko ine abajura bazabaza kandi bibaho, na wakora wanakuja. Nubona umuntu atikanga usobenye kwa muratagira ubwenge, kama wewe si mtu wa kushituka, kwikanga ni bisanzwe. Kushituka ni kitu cha kawaida. Barangije kwikanga baraduhamagaye, walishituka, walifikiri kuna wakora walikuwa kubera ibintu by'agaciro byari biri muno, kwa sababu hapa kulikuwa vitu ya thamani. Narambirije umudamu akazafata, nilipiga kelele ili nikuje kuwa support madama kani wira referati ukange, nikapigia referent kimbia, ilikuwa saa 8 za usiku. Mimi madama alikuwa amenikataza nisitoke, ara bigenda alikuwa ni papa kumzali weza kila mtake, kulikuwa sababu ambayo ilisababisha nisiende. Nikapigia simu chairman, yafata telefoni ni ushinga usijoro na mama, hakuchukua simu, ndiye anahusika na mambo ya usiku. Nikasema maybe yangekimbia kutane na wakora. Ibisari kibuduterere cyane, kitu ilikuwa inatusababisha sana, ukubera ko tuzi ko ari agaciro birimo, ni kwa sababu tunatambua hapo kuna vitu ya thamani. Amen, amen, haleluya, amen. Muri twebwe ndani mwetu hari agaciro gikomeye kirimo tugomba kurinda, kuna mali ya thamani ambayo tunapaswa kulinda. Isho ni ngiki? Hiyo ni nini? Na agakiza ka Yesu Kristo, ni wokovu ya Yesu Kristo, akagakiza ka Yesu Kristo, wokovu ya Yesu Kristo. Missionary mwazima telefoni, muache simu tafadhali, mweke telefoni gatoya tubane mzu, muache simu. Ariko satani zikishira hantu, na satani shetani anakuzubaza, isimwe mu izina rya Yesu Kristo, shetani ashindwa katika jina. Isagaciro dufite hagati muri twe, kitu ya maana ndani mwetu, agakiza Yesu Kristo yaduha, ni wokovu Yesu Kristo atupe, akagakiza tukagakeresa, lakini watu tukagafata ikintu kidashuka, watu wanachukua wokovu kidakome, kitu ya kawaida, ikintu sharejeresha, kama kitu ambayo Yesu Kristo anagashema. Na Yesu Kristo alitoa nguvu zake zote. Shetani ni adui. Satani ndashaka tubasha kutunga gakiza. Shetani hataki tuendelee na wokovu ya Mungu. Niyo mpamvu buri gihe Satani, ndio sababu kila wakati adushora intambara z'urubu bitora ngoro, kutupiganisha, kupiga vita, ishashaka kusudi lake si umubiri wa, si mwili yako anatafuta, kila anatafuta wokovu ya Mungu, basha kufata ili asiguri giporopo, akuache ukiwa mtu empty. Imani chora cha Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Shetani, intambara za Satani, vita kutoka kwa Shetani ziza mu gitondo, zinakuja asubuhi, zikaza nimugoroba, zinakuja jioni, kandi ugana ibitero, akikupiga vita haza kazama imani, vita kama ya maimani, hakuje kama wale waasi wazana mafirimbi ni munde n'amazi ya murere, ili alete material tofauti. Ari ukuntu bashangiza Satani bamugira amahembe, unamini wanachapa Shetani, wanamuonesha kiwa na mahembe, ari pia Satani ate, Shetani akuje kwa njia hapo niko nitambara tuza uzije kuri beza muri bwa zake haziko, kwa watu ngo bamenye ngo kwaki barongo batewe na Satani, na watu hawatatambua kwamba kwa Biblia inasema ngorimwe nari sometime watuza kama malaika wa muco, anakuja kwetu kama malaika wa nuru. Satani akakuza kama malaika wa muco, Shetani anakuja kwako kama malaika wa nuru. Satani akagira muri pasa Kristo, Shetani anaweza kupitia kwa mchungaji, ama yatarariza gakiza neza, kama kulinda wokovu wake vizuri, abakimu imurya anafungua mlango, Satani akija muri, na Shetani anaweza kuingia muri we, na kiingia ndani mwako, anakuwa chombo cha kutumiwa.
Amen. Biva mu burangare bwo kurinda kutarira agakiza. Inatoka kwa kuzubaa kuliko uwo muntu ufite iyo shusho nziza. Akimaliza huyo mtu ambaye ana image nzuri. Na pastor umeze kutuberewe. Kama mchungaji hapa. Ikamwishiramo. Shetani anamuingia ndani. Akazi wao ni malaika w'umuco. Anakuja kwako akiwa malaika wa nuru. Akakuza akazi wao ni mwenyeshi sana. Anakuja kwako akikuhurumia sana. Akazi wao na magambo meza jestema. Anakuja kwako na maneno mazuri ya kukupenda na kupenda na akazi wao kuhungurusa busa. Anakuja kwako akikupanguza. Ariko intego yibi na lengo lake ni ukugira ngo abashe kwambara agakiza kari ili akunyanganye wokovu yao. Satani ni mubi. Shetani ni mbaya. Haleluya. Amen. Satani ni mubi. Shetani ni mwovu. Muri mzera ni mfuravu mumenye muyeke. Kuna mwimbaji alisema mjue binadamu. Adamu naye yule ambaye amedanganya Adamu na Hawa ashangire. Baada anatumika. Wima risoro cyane. Umupe Bwana utukufu. Kuna mwalimu mmoja mahali nchi moja. Yigisha abana batoya umwambe. Alikuwa akifunza watoto wa primary. Abigisha isomo no gukuramo. Aliwafundisha hesabu za kutoa. Arangisha bila kana kamwe ngo rimwe gukuramo rimwe harasigara kanga. Akauliza mwanafunzi mmoja kutoa moja itabaki ngapi? Iyo shoka mzungu. Mtoto akwelewa. Arangisha amubwira gufitira indazi rimwe. Akamwambia ukiwa na mandazi moja. Barangiza ukarikwaka. Wanakunyang'anya hiyo mandazi. Wasigarana. Unaweza kubaki na nini? Umwana runa maratekereza. Mtoto akafikiri. Yunamusi. Alipoinua kichwa. Abwira mwalimu ngo wasigara na mafuta mu ntoki. Akamwambia utabaki na mafuta kwa mkono. Haleluya. Amen. Ishagashiro cyamaze kuva mu ntoki. Kitu ya zamani ilitoka kwa mikono yako. Ishagashiro cyamuwe. Kitu ya zamani umeibiwa. Ariko sigaranye ibimenyetso by'agaciro yera. Lakini umebaki na dalili za vitu za maana. Abantu benshi batakaje agakiza. Watu wengi wamepoteza wokovu. Ariko abantu bafite ibimenyetso mu ntoki ko bigeze gutunga agakiza. Na dalili za wokovu na wamepoteza wokovu. Na mafuta mu ntoki. Ni mafuta kwa mikono. Ni kimenyetso kigaragaza ko bigeze gutunga. Ni alama kama uliwahi kuwa na wokovu. Kuba ni pastor. Kuwa mimi ni mchungaji. Naweza kubaki na jina ya mchungaji. Ariko natakaje agakiza. Na nimepoteza wokovu. Na mafuta afite mu ntoki. Ni mafuta kwa mikono. Ariko iki ngiki fina ndakimaze bwame bw'Imana. Cha msingi si jina ya pastor. Haleluya. Amen. Waririmba mu buryo hejuru. Unaweza ukaimba na sauti nzuri. Wakamba mu buryo bukomeye. Kumchezea Mungu. Wamenye kuvuga nani magambo akomeye. Unaweza jua kuongea. Na ubiriza mugafata cyane. Kuhubiri sana. Ariko nataka kiza nifite muri Israeli. Lakini kama nimepoteza wokovu mimi ni bure. Ni bure. Ni bure. Na mafuta mu ntoki. Ni mafuta kwa mikono. Abantu muri iki gihe. Watu wengi kwa ijambo umwuka w'Imana yambwiye iri jambo. Roho wa Bwana ameniambia. Yanyemeje kuko ijambo ari uhanuzi bw'Imana. Mungu ameniambia hii ni unabii. Yanyemeje kuko iko bimeze. Ni vile ilivyo. Amen. Amen. Abantu benshi muri iki gihe. Watu wengi siku hizi. Basigaranye. Wamebaki. Ibisana gakiza. Na vitu ambavyo ariko bari kubona gakiza ka Yesu. Lakini wako mbali na wokovu ya Yesu Kristo. Uko nukuri. Hiyo ni kweli. Uko nukuri. Hiyo ni kweli. Abantu benshi. Watu wengi. Bakora imirimo isana hari ya gakiza. Wanafanya kazi kama za lakini ni image ama kitu bita mu Rwanda muri kadahumeka. Kuna kitu wanaita kitu ambacho kadahumeka akipumue. Ni kintu bashira mu murima kikirikana inyoni kubera ko bateye ibishinga. Ni kitu wanaunda wanaweka kwa shamba wanyama ama hizo ndege zikiona hiyo kitu wanafikiri ni mtu. Bagatekereza ko ari serukizi uhagaze muri mawi. Wanafikiri ni mtu anasimama kwa shamba. Yambaye ndaya makinyene ya serukizi. Amevaa hata nguo za Patrick. Ariko lakini serukiza ari mu rugo. Serukiza nikadahumekiri mu murima. Kitu ambacho akipumue kile kwa shamba. Yesu Kristo azatura baduhagaze hano ha. Akituangalia tukisikia kama tunakadahumeka imbere ye. Kuona kama sisi ni watu hawapumui. Kubera kizo gukora. Kwa sababu matendo kiza kari muri twe. Anaonyesha wokovu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Mwende mama. Mama mwingine. Mwende mama yari afite abana babiri. Alikuwa na watoto wawili. Agera ku kiraro. Akafika kwa daraja. Akabahesa umwana. Alikuwa na mtoto kwa mkono. Akamufasha mu mugongo. Mwingine alikuwa amemshika. Umwana ufashe ukuboko undi amwese mu mugongo. Mmoja alikuwa akimshika mkono, mwingine kwa mkono. Ageza ku kiraro. Alipofika kwa daraja. Kwa mwana wari mu kuboko aranyerera. Mwenye alikuwa kwa mkono akatereza. Anyerere.
akakuramira n'uyu. Alipoteleza akataka kuzafanya Akataka kuyu afata ingobyi umwana we mu ruzi. Akachukua huyu ambaye asigara n'ingobyi mu ndobo. Akakuta amebaki na abana bo bikora babiri baje mu mbara roho amabari. Akabaki na wao watoto wote wa. Arangije wa mama aravuga ngo nahandira igitangaza. Akasema hata nilikuwa mtu wa kushangaza. Sigara n'ingobyi mu ndobo. Nimebaki na nguo ya mtoto kwa. Ara abantu benshi bambo abana. Kuna watu ambao wameibiwa watoto. Ufite uwo mwana muri fuki. Biblia inasema ukiwa na mtoto utakuwa na uzima, utakuwa na uhai. Ukiwa na mtoto utakuwa na uhai. Ufite Yesu Kristo rufuki. Ukiwa na Yesu Kristo. Abantu batakaje umwana Yesu Kristo. Watu walipoteza ariko basigaranye ingobyi. Wanabaki na nguo za mtoto. Nachukua Biblia yangu na zingine na nyimbo za wokovu na nyimbo, lakini nimepoteza mtoto Yesu Kristo. Niko na nguo ya mtoto. Niko na nguo ya mtoto. Kutembea na nguo bila. Satani ni mugome. Shetani ni mwovu. Satani ni mugome. Shetani ni mwovu. Satani ni mugome. Shetani. Haleluya. Satani yatwabuye abana. Shetani ametuiba watoto. Ariko tugenda n'ingobyi. Tunatembea na nguo za watoto. Zigaragaza ko twigeze kuzaa. Zinaonesha kama tumewahi kuzaa kuwa na watoto. Kavuga ibitangaza hano. Naongea maajabu. Abantu benshi bavuga usura bayimukera hanze. Watu wengi wanaongea yale ambayo wamepitia kitambo. Ariko ndio basha kuvuka bameze kuri musi wano. Lakini hawaongei jinsi wanasimama siku za leo. Uko Satani amaze kubambura abana bari bafite. Kwa sababu Shetani aliwaiba watoto. Satani amaze kubambura urukundo bari bafite. Shetani aliwaiba upendo. Satani amaze kubambura izishimo bari bafite. Shetani aliwaiba furaha. Satani amaze kubambura imbuto ngira neza bari bafite. Shetani aliwaiba hiyo matunda. Satani amaze gukora imana kujya mukiri. Shetani ameiba kazi. Satani yabimisemo. Shetani amepanda inzangano n'ibindi bisani chuki na matendo mabaya. Imani tuwabariki. Mungu atusamehe sana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Satani ni umwanzi. Shetani ni adui wewe. Satani ntakundi cyiza nakimwe kuzima. Shetani apende mambo mazuri. Reka vuga ibintu bitatu cyangwa kimwe bibiri gutyo. Acha niongee mambo mawili kama matatu. Impamvu dukwiye gutuma tuturinda agakiza kwa hati. Sababu gani tunachunga wokovu ya Mungu? Hari impamvu dukwiye gutuma tuturinda agakiza kwa hati. Kuna sababu ambazo zinatusababisha kuchunga kulinda wokovu wa Mungu. Amen. Amen. Hari impamvu. Kuna sababu. Hari impamvu. Kuna sababu. Impamvu ya mbere, pointi ya kwanza, sababu ya kwanza nuko alicho Yesu Kristo yakoze kugira ngo tubashe kubona agakiza. Ni kwa sababu kuna kitendo Yesu ametenda ili tupate wokovu. Kuna kazi ametenda. Yakoze kugira ngo tubashe kubona. Kuna kazi Yesu amefanya ili tupate wokovu. Hiyo ni sababu ya kwanza ya kulinda wokovu. Muri bizana bitaravuga ngo oya ndiwemereko umwanza kutwa icyagaciro. Kuna mwimbaji alisema oya tiwemereko wasikuibe ile kitu ya dhamani umwanza kutwa ambayo uko nayo. Usikubali adui akuibe ile kitu. Ingabire wanga karama ya Mungu ambayo iko ndani mwako kuriwa ili kwa siku ya hukumu ukue mbinguni. Ndio imani chwero cha. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Kazi Yesu alifanya msalabani. Yesu Kristo yakoze ku buzima bwawe. Kazi Yesu alifanya maishani mwetu. Isho ni ikintu gikomeye kimwe cyatuma dukurinda agakiza kwawe. Jambo la kushangaza ambayo inatusababisha kulinda wokovu. Yesu Kristo yemeye gusiga ijuru. Amekubali kuacha mbingu kugira ngo uhabwe agakiza ili upate wokovu wangu. Yesu Kristo yemera kwambara kamera kumu. Akakubali kuvaa mwili wa mwanadamu kugira ngo uhabwe agakiza ili upate wokovu. Ntibyari byoroshe. Ni haikuwa jambo rahisi. Ntabwo byari ibintu byoroshe. Haikuwa jambo la kawaida kugira ngo Yesu Kristo asige ubwami. Yesu Kristo aache utukufu. Yemere kuzana akuje ulimwengu. Ntibyari byoroshe. Si jambo la kawaida. Mubifata uko muzungu. Mnachukua hayo mambo kama ya kawaida. Ariko Yesu Kristo yakoze igikorwa gikomeye. Lakini Yesu amefanya kazi kubwa kwa ajili yangu. Amen. Yesu Kristo yambara umana yambara umuntu. Yesu Kristo akavua umungu, Mungu akavua heshima yake. Wigitaramo cyari gishushe mu ijuru.
Mbinguni kulikuwa shangwe na vigelegele. Ariko yemera gusiga igitaramo mu ijuru murabyo. Lakini akaacha utukufu na kuabudiwa mbinguni. Azana kuzanega. Akakuja ulimwengu ili atupe. Lakini sisi tunachukua wokovu ya Mungu kama kitu ya kawaida. Agakiza twasigiwe, wokovu ambayo tulipewa ni pasiporo y'ijuru, ni passport ya kutuingiza mbinguni. Ayifite tazijira, mwenye hana hiyo passport hata ingia mbinguni. Kwa nchi ya ahadi. Tumupe Mungu tu. Haleluya. Umurivya wenda mabwitaramo cyari gishusha mwisho. Mwimbaji alikuwa akiimba makerubi na maserafi makerubi na maserafi wakimwambia wewe. Ariko Yesu Kristo yemera gusiga lakini Yesu akakubali kuacha utukufu. Akaja kusulubiwa kwa dunia. Kwa ajili yangu na wewe. Lakini wokovu Yesu ametupea tunaichukua kama kitu ya kawaida. Acha ni waeleze. Ukitoka mahali pabaya ndio utajua ugumu wa hali hii. Yesu Kristo na msikitisha kuona tunafanya dhambi. Akiona Yesu na amekupea wokovu. Hatukuwa watu. Tumekuwa wana wa Mungu kwa sababu ya damu ya Yesu. Jambo lingine. Yesu Kristo akashuka. Amen. Akawa mtumishi ili upate wokovu. Akashuka tena. Akawa mtumishi akawa mtumishi. Alikuwa mfalme kwa. Haleluya. Haleluya. Jambo lingine. Akakubali kufa. Na hakukufa kifo ya kawaida. Akakufa kifo ya aibu. Ya watu ambao waliolaaniwa. Akakubali kusulubishwa msalabani. Ili mimi na wewe tupate wokovu. Amen. Amen. Usikubali adui asikuibe wokovu. Tafadhali usikubali shetani asikuibe kitu. Linda sana karama ya Mungu kugira ngo kuriwa musuza, ili siku hiyo ukue mbinguni. Satani ni mwanzi. Shetani ni mwovu. Satani ni mwanzi. Shetani ni mwovu. Tusagisha Biblia. Tumesoma neno la Mungu. Nitugikuruza Naboth na Ahabu. Tuna story ya Naboth na Ahabu mfalme. Naboth wala mtukuza mkwiwe. Naboth alikuwa na shamba lake. Ahabu mturanye mwana mwifuza. Na mfalme Ahabu akatamani hiyo shamba lake. Aragira kwifuza uruzabi rwa Naboth. Alipokuwa na hiyo tamaa ya shamba lake. Amagana Naboth aramubwira ngo Naboth we. Akaita Naboth akamwambia, "Je, Naboth, ngo nifuzaga yuko waba uruzabi rwa. Nimehitaji shamba lako uko mwegereye iwanje kwa sababu hiyo shamba iko karibu na kwangu. Hanyuma baadaye ndakuguranira. Nitakupea shamba lingine. Urundi ruzabi rwiza ruturungu. Nitakupea shamba lingine nzuri kushinda hii." Satani ni mwanzi. Shetani ni adui, ni mwovu. Satani ni mwanzi. Shetani ni mwovu. Tiwamenya izira za Satani. Hauwezi katambua njia za Satani kama haujalinda wokovu ya Mungu. Tunajirani na iba mbaya Shetani. Shetani ni jirani mbaya. Baadaye Naboth akamwambia mfalme Ahabu, siwezi kukupea shamba la bababu. Amina. Satani muligia atwereka. Shetani kawaida anatuonyesha kama atatupea mambo mazuri kushinda yale ambayo Shetani anatuonyesha wokovu ya Mungu kama si kitu ya maana sana. Amen. Satani ishatwereka ibyo. Kila wakati Shetani anatuonyesha mambo tofauti. Haya mnapitia ni mambo ya taifa. Tunapitia mambo hii ya wokovu, lakini tumechoka. Satani ni mwanzi. Shetani ni adui, ni mwovu. Satani ni mwanzi. Shetani ni mwovu. Utakamwa na basaza. Utakamwa na bashungu. Hashitumu kwa wachungaji, hashitumu kwa vijana na wamama. No guta. Utakamwa na zaruga nibi.
hauwezi kutisha tunajalo mtakatifu ongea kwa ruhusa. Shetani hiyo amezoea. Mtu ambaye shetani anaogopesha ni mtu ambaye analinda wokovu ya Mungu. Bila gatsindwa ni aibu sana. Satana azibaba kwereka kuko ibyo ufite nta gaciro bifite. Kuja kwako shetani anakuonyesha urimo ni mbwebwe zabikuru. Kama mambo unapitia ni mambo ya kawaida ambayo yanaaibisha. Kugira ngo cyo gaciro ufite. Ili kalima k'igikoni. Aigeuze kashamba kake. Niko yabwiye nabo turabura gushaka kugira kalima k'imboga. Akamwambia ninataka kukafanya kashamba. Isagaciro gakomera basokuruza gakizo kwaha. Napo akamwambia hili shamba la mababu muhinduka umurima w'ikoni wa Satani. Hiyo ambayo nimepewa na mababu ikuwe shamba. Na shetani na hakikisha amechukua. Harudi nyuma kwa sababu ya mvua. Haiwezekani. Amen. Anabidi anafanya mchana. Hili mambo ya kabiri ngomba gutuma tulinda gakiza. Jambo la pili ambalo linasababisha tulinde wokovu. Nikasoze kuko masaha. Acha nikamatishe naona masaa yangu. Nigezo ni manya kuiza na kuendeleza. Na nitaendelea baadaye. Hili mambo ya kabiri ngomba gutuma tulinda gakiza. Jambo la pili linasababisha tulinde wokovu wa no passport. Ni passport. Itugeza mugame bima. Ambayo itatufikisha katika ufalme wa Mungu. Agakiza ni passport. Wokovu ndiye passport. Agakiza ni resepas. Wokovu ndiyo kitambulisho ambayo resepas. Ni kitambulisho. Agakiza ni ubwani. Wokovu ni kitambulisho ni. Agakiza ni ubwaniko. Wokovu ni barua. Rutuma tugera kuri gate hejuru tugatambuka. Itatuwezesha kufika kwa gate ya mbingu na tupite. Amen. Amen. Umuntu utalinda gakiza. Mtu ambaye halinde wokovu. Hakukaidi umubiri wako. Lakini unalinda huyu mwili. Uyu mubiri ni wige gitoya. Mwili huyu ni wa siku kidogo. Umubiri ugereranywa n'inzu navuze. Mwili unafananishwa kama nyumba hii. Uwa gachi. Hata ukiwa ni wa dhambi. Alikitemere. Lakini kitu ya maana ikiri mu mubiri wako. Ni kile ambacho kiko ndani ya Mungu. Ni wokovu ya Mungu ambaye iko ndani mwako. Agakiza kari muri twe. Wokovu ya Mungu iko ndani mwako. Agakiza wokovu ya Mungu ni passport. Ni passport ya mbinguni. Ni passport. Ni passport ya mbinguni. Amen. Amen. Tumagira mugambi bw'Imana unafika. Hauwezi kuingia ufalme wa mbinguni bila wokovu. Nubwo abayumbe bose botera. Hata waombezi wote wakuombee. Wakakuandikiriza ariko bakakuvuga neza. Wakuandikia mabarua za kukukuta. Bila wokovu hauwezi kaingia ufalme wa mbinguni. Reverend wetu. Hata kuandikia recommendation. Anapiga muhuri stamp. Lakini haitakuingiza ufalme wa mbinguni bila wokovu. Agakiza Yesu Kristo yaduha. Wokovu tuliopewa na Yesu Kristo. Imiryango yanyu tunaze. Familia zenu zote. Abamukunda bateranyizwa kubonekeza Langata. Wale wote ambao wanakupenda siku watakusindikiza Langata. Baada ya mwaka wanakuja kukukumbuka. Nyuma ya mwaka wanakuja kukukumbuka. Wanaita ndugu zako na marafiki. Bila wokovu ya Yesu. Bila kufa ambako Yesu Kristo hakutambua. Kwa geti ya mbinguni hautaingia. Na ninawaambia ukweli. Na siku hiyo iko. Na wasii sana kwa siku. Tuandae siku hiyo. Kama kisimu unajitayarisha kwenda ngambo. Kuna geti mbinguni. Mwinulie Mungu mikono. Amen. Kuna bwana mmoja hakuwa na hekima. Alikuwa hana hekima. Alienda bila barua. Na aliweza kuomba sana. Akaomba sana. Na alikuwa akifanya kazi. Alitoa sadaka na fungu la kumi. Aliimba kazi. Alikuwa mpole sana. Alifanya kazi nzuri. Lakini alipofika kwa geti mahali wanamuuliza barua. Wakamuuliza barua. Akaanza kubabaika akasema mambo ya makaratasi wakamushika wakamwangusha kwa bonde la mauti kwa sababu hakukuwa na karatasi ya wokovu wa Mungu. Kitabu ya Msafiri. Acha nikamilishe. Kuna mzee mmoja
Mkristo yaragiye asanga ari ahantu kazitiro k'ivyuma. Mkristo alienda akakuta kuna mahali alikuwa amefungiwa kwa kipango kameze nabi. Alikuwa na hali mbaya. Warangije barakabaza ndetse wa muntu we. Akamuuliza, je, urutuko ngo unaendeleaje? Waje kumusubiza akamjibu, aramubwira ngo nduko ntari ndike. Niko kwa maisha ambayo yako kinyume tofauti na kitambo. Nduko ntari ndike. Kitambo sikuwa hivi. Mkristo alongeramo basi. Mkristo akamuuliza, kera waruti kitambo ulikuwa unaishije? Aramusubiza akamjibu, kitambo zamani hapo awali nari muzira, nilikuwa kwa njia igana mugambi bw'Imana ya kwenda kwa ufalme wa Mungu. Kera nari nzi ko ni muzira na mugambi bw'Imana. Kitambo nilikuwa najua kwamba niko kwa njia ya kwenda kwa ufalme wa Mungu. Na watu walikuwa wanajua niko kwa njia ya kwenda mbinguni. Lakini baadaye haikuwa ukweli. Kwa sababu sikukuwa napea damu ya Yesu. Ndio maana niko hapa. Sikuheshimu damu ya Yesu. Hebu niwaambie kitu moja nikimaliza. Kuna hukumu. Kuna hukumu kwa wale watu ambao hawaheshimu damu ya Yesu. Mateso ya Yesu aliyopata kwa ajili yangu na wewe. Amen. Amen. Mateso ya Yesu alipata kwa ajili yako. Jinsi amejitolea kwa maisha yako. Yesu Kristo hata leo anaita. Ondokeni kwa matendo mabaya. Ili uweze kusimama. Ili uweze kusimama imara. Amina. Amina. Biblia inasema Baba ameona mimi ni mwaminifu. Akanipea kazi yake. Amen. Amen. Paulo amemwandikia Timotheo. Akamwambia Timotheo, mwanangu, linda vizuri chombo cha dhamani niliyokupa. Ulinde na Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani mwako. Neno la Mungu litubariki.